Habari mpendwa mtazamaji popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii ya Aisha's Food. Kama ni mara yako ya kwanza na kusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Vile vile matangazo kwa njia ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki na wakaribisheni sana. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kuandaa chicken bread pocket ama vipoji vya kuku. Mahitaji ni nyanya moja ambayo nimeikatakata kwa urefu, lakini hakikisha unaitoa mbegu za ndani. Mayonnaise vijiko vitatu vikubwa vya chakula, slices za mikate 14, njegere kiasi, ketchup vijiko viwili vikubwa vya chakula, mtindi vijiko vitatu vikubwa vya chakula, lettuce leaves kiasi, bread crumbs ama chenga za mikate kikombe 1.5, ndimu moja, garam masala kijiko kimoja kikubwa cha chakula, tangawizi pamoja na kitunguu saumu kijiko kimoja kikubwa cha chakula, pilipili manga kiasi, curry powder kijiko kimoja kikubwa cha chakula, coriander powder kijiko kimoja kikubwa cha chakula, pamoja na uzile wa unga kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Na hapo nina chicken breast ama ile minofu ya kuku ambayo nimeikatakata vipande vidogo vidogo. Hayo ndo mahitaji kwa ajili ya kupikia huu upishi. Katika bakuli nimeweka maziwa mtindi na kisha nitafuatia kwa kuweka ndimu na kisha nitaweka zile spices, lakini pia unaweza ukaongezea spices unazotaka ili kuku wako apate kuchapuza vizuri. Baada ya kuweka mahitaji hayo nitachanganya kuku vizuri, kisha nitamwenda kuweka katika friji kwa muda wa masaa 3 mpaka 2. Unaweza ukafanya hivyo ama zaidi ya masaa hayo ili viungo vipate kukolea vizuri. Hapo ni kuwa una marinate kuku wako. Nitachukua slices za mikate kama hivyo, nitaweka 2 lakini unaweza ukaweka 1 ama 3. Kisha utakata hizo za pembeni, utazitoa, hatuzihitaji kwa sasa, lakini unaweza ukaziweka katika microwave ama oven, ukazipasha moto zikawa crunchy, kisha ukazisaga na ukazitumia kama bread crumbs, ama unaweza ukafanyia kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuzikatakata nitabebanisha slices 2 kama hivyo. Hakikisha zimelingana, yani zipo sawa sawa, kisha nitazisukuma yani ziwe mkate mrefu. Na baada ya hapo nitachukua cha kukatia, lakini unaweza kuchukua hata kikombe kama hauna hiyo biscuit cut. Nitakata kwa round kama hivyo. Kisha baada ya hapo nitaendelea kwa kufanya hivyo mpaka nitakapomaliza. Hatua ni hiyo hiyo na muonekano wake zitaonekana kama hivyo ambavyo inaonekana, yani inakuwa haijapishanika kabisa, na hakikisha zote zinakuwa size moja. Na kisha baada ya hapo utachukua karai ama frying pan, utaweka mafuta vijiko vitatu vikubwa vya chakula, utasubiri mafuta yapate moto, kisha utaweka yule kuku ambaye tayari umeshamarinate. Utaanza kumpika humo ndani katika mafuta. Hakikisha hauongezi maji hata kidogo, anatakiwa apikike kama alivyo, usiongeze maji kabisa. Na hapo nimemfinika ili apate kuiva vizuri kabisa. Nitaendelea kumpika kuku kama hivyo ambavyo inaonekana hapo katika video, huku nikimchanganya changanya. Kuku hatakiwi kuhorojeka, yani kukatika katika, na usimchambue. Tunataka kumpika hivyo kama alivyo, ndo chakula chetu kinakuwa kiko vizuri kabisa. Yani usimchambue kabisa kuku wako, na hakikisha yani kuku havurugiki hata kidogo. Baada ya hapo basi nimeweka njegere hizo ambazo ni frozen, lakini kama una njegere za kawaida unaweza ukazichemsha halafu baadaye ukaja kuziweka katika kuku akiwa tayari kashaiva. Na kama hauna njegere basi si lazima pia kuweka njegere, na inakuwa pia inapendeza. Kwa hiyo hapo nitaendelea kupika kama hivyo, na unaweza ukapunguza moto ili kuku wako asipate kuungua, ama unaweza kuendelea na moto huo huo na pia inakuwa haina tatizo. Zikishakuwa tayari utaweka pembeni zipate kupoa. Kisha utachukua mayai 2, unaweza ukachukua yai moja ukipenda, na utaanza kwa kuvunja na kuweka katika bakuli kama hivyo. Kisha utachanganya vizuri, na baada ya hapo
utachukua zile slices za mikate ambazo umeshazikatakata, utaweka humo ndani. Utaweka vizuri, yani utasambaza mayai juu na chini, hakikisha yamekolea vizuri. Kisha utachukua bread crumbs, utaweka humo ndani na utaeka na hiyo slices ya mikate ambayo umetoa kwenye mayai. Kisha utasambaza vizuri, hakikisha bread crumbs imekolea vizuri, yani imeingia sawa sawa, imekuwa coated vizuri yani na hiyo slices ya mikate. Kisha utaiweka katika sahani na utafanya hivyo mpaka utakapomaliza zote. Baada ya kumaliza, muonekano wake zitaonekana kama hivyo. Utabandika mafuta jikoni. Kisha yakipata moto utaanza kwa kukaanga zile slices zako za mikate, na utafanya kama hivyo ambavyo inaonekana, yani unakuwa unasaidia kwa juu kwa kuweka mafuta yale ya moto kwa kutumia kijiko ama chochote kile ambacho utakuwa unataka, ili apate, yani slices za mikate zipate kuumuka, na zitakapopasuka usishangae, ni kawaida hiyo. Kwa hiyo utaendelea hivyo mpaka pale zitakapobadilika rangi kuwa golden brown. Hapo zinakuwa ziko tayari. Usiziache mpaka zikapiga weusi, yani zikaungua. Kwa hiyo utazitoa, utaziweka sehemu zipate kuchujika mafuta, na utaendelea hivyo mpaka utakapomaliza zote. Utachukua bakuli ambalo lina mayonnaise, halafu utachanganya na ketchup kama hivyo. Baada ya hapo utachanganya vizuri, halafu utaweka pembeni. Mayonnaise nimetengeneza tu nyumbani, na unaweza pia ukatengeneza. Nitawaleteni video kwa ajili ya kutengeneza mayonnaise kwa njia rahisi sana, hata kama hauna blender kusagia, yani hivyo. Haya, hapo nimechukua huo mkate mmoja nimeukata baada ya kuwa umeshapoa. Kwa pocket utaonekana kama hivyo. Utachukua mchanganyiko wa mayonnaise pamoja na ketchup, utachota kijiko kama nusu, utaweka humo ndani, unakuwa unasambaza kwa upande wote. Halafu utachukua majani ya lettuce, utaweka mawili ama moja kama hivyo. Utaweka na nyanya zile ambazo tayari umeshazikatakata. Kisha utafuatia kuweka mchanganyiko wako wa kuku pamoja na njegere. Unaweka kidogo tu kiasi, usisahau pia kuweka njegere. Unaweza ukaacha hivyo hivyo baada ya kuweka mchanganyiko wako wa kuku na njegere, ama unaweza ukaweka na nakshi nyingine. Hapo mimi nimeweka na mayonnaise pamoja na ketchup kwa juu, na muonekano wake zitaonekana kama hivyo. Kwa hiyo hapo utaendelea hivyo mpaka utakapomaliza zote, na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza. Natakieni Ramadhan Karim. Bye.